Kwenye maisha usichezie hisia za mtu kwa sababu pa unapochezea na wewe utakuja kuchezewa hisia vile vile. Ndivyo unaweza kuanza kwenye utangulizi wa mzigo wote ambao kutazama. Sasa tunaona mwamba alikuwa na mpenzi wake ambaye anapenda kula naye bata. Sasa baada ya kuameza kula vitu vyake ni mtumia hela na bidada yule akawa ameondoka zake. Sasa wakati kabla hajaondoka mwamba ilibidi ashuke kwa ajili ya kumsalimia baba yake kwa sababu alikuwa anaishi kwenye nyumba ya baba yake. Anafika pale lakini baba yake anaonekana tabia hiyo haipendi. Anamsalimia baba shikamoo, anasema baba yangu mbona umenuna? Sasa kimada ambacho alikuwa amelala nacho ndio hivyo kinashuka pale kinamsalimia baba yake, lakini baba yake kutokana na tabia ile haipendi alikuwa hajaitikia. Akasema naondoka mpenzi wangu. Jamaa akasema hasa unakaaje, hebu ondoka zako huko. Sasa ilibidi bidada aweze kujitenga, akawa ameacha baba na mtoto wake, lakini baba kutokana na tabia ile haipendi ilibidi asimame na kuwa amesepa zake. Sasa mwamba anaishi kwa nyumba ya baba yake, lakini tabia anazozifanya sio nzuri. Ulikuwa ndio utangulizi. Sasa movie yenyewe inaanzia hapa. Tuna mwamba ambaye anaitwa Audrey yuko na rafiki yake anaitwa Brian, wako wanapiga story. Upande wa pili tukutana na mzee ambaye anaitwa Mr. William na baba yake na Audrey. Sasa baba yake anamwambia kwamba nimefunga akaunti zako za hela kwa sababu unatumia hela vibaya, yani unatumia hela na walipa wanawake wako na sasa kama hutobadilika na kuambia hautapata hata shilingi 100 kwenye urithi wangu. Sasa mwamba akawa amekasirika kama kusepa zake, lakini anakutana na rafiki yake anaitwa Brian, anamwambia baba yangu mnifungia akaunti zangu zote na mimi niambia tafute mwanamke ambaye anaelewa. Akasema okay sawa, tutalifanyia kazi. Sasa mwamba alikuwa amepoa zake nyumbani, ghafla mlango unagongwa, ilibidi aende kuangalia je nani ameingia. Anafika pale anafungua mlango, ghafla anaona bidada fulani, bidada ambaye anaonekana ni mtumishi wa Mungu, anasali, anampenda Mwenyezi Mungu. Pale alianza kupiga maombi, akasema Mwenyezi Mungu bariki nyumba hii, hebu ondoa mapepo yote. Sasa mwamba anachukua simu na kumpigia simu baba yake, anamwambia baba vipi, kitu gani ambacho unanifanyia, mbona unaletea mwanamke ambaye simpendi? Sasa mwamba hampendi kabisa, ilibidi amshike bidada huyo aweze kumfukuza, hebu ondoka hivyo. Sasa baada ya muda kidogo kumepita, mwamba ambaye anaitwa Mr. Audrey anakuja pale, mkuta baba yake amekaa na bidada ambaye anaitwa Mr. bidada anaitwa Lilian, anamwambia mwanangu nisikilize, umeona huyu ndiye ataishi kwenye nyumba hii, naomba uweze kuendana naye. Sasa mwamba hapendi kabisa, ilibidi asimame kama ndio baba yangu ananichagulia mwanamke mimi sipendi, lakini bidada ambaye Lilian anamwambia baba haina shida, nitajitahidi kumrekebisha. Sasa mwamba ilibidi kukutana na rafiki yake ambaye anaitwa Ibrahim, anamwambia mimi sipendi. Sasa ghafla bidada ambaye Lilian anakuja pale anakemea, sema Mwenyezi Mungu wabariki wa vijana kwa sababu hawajui itendalo. Wanakuambia bidada huyo ni bidada wa imani, anasali sana, anampenda Mwenyezi Mungu. Sasa mwamba ambaye Ibrahim rafiki yake anashangaa, sema ndio huyo, sema ya ndio huyu, ndio maana nimeshakwambia simtaki kabisa. Sasa mwamba ilibidi kukutana na baba yake, sema baba mbona unanifanyia hivi, unaniletea mwanamke ambaye simpendi. Sasa baba hebu nifanyie vitu vizuri. Sasa nyakati za asubuhi zinafika, bidada tayari ameshaandaa chai na mwamba ameitwa Audrey na anashuka pale kwa ajili ya kupata chai. Akata nakaa pale, bidada ameitwa Lina kama anasema umeamkaje mpenzi wangu? Sasa mwamba akupenda, ilibidi asimame taratibu. Ilipofika pale akasema nitakuua nakwambia nitakuua, masuala kuniita hivyo sipendi kabisa. Sasa ilibidi akaenda baba yake, lakini mwamba alipofika pale chumbani, kwa sababu anaamini kwamba kitu ambacho baba yake anamfanyia sio kitu kizuri, alichukua sigara kwa ajili ya kuanza kupuliza mawazo, kwa sababu ni mtu ambaye anapenda bata na kunywa pombe, anapenda mademu. Sasa baba yake amekaa naye na muonye, anamwambia mwanangu hebu jaribu kubadilika, mimi nitamrithisha mwanangu mali zangu kwa tabia hiyo. Sasa ghafla bidada Pauline naye anashuka pale, anasema chumbani kwako nimekuta kuna harufu ya sigara na vipande vya sigara vimekia. Anasema baba hapana baba bwana anakudanganya. Anasema hebu toka hapo, mbona unaingia maisha yangu? Kama nisikilize, kama hutobadilika hutopata hata shilingi 100 kwenye urithi wangu. Mwamba alikuwa anatembea hivyo anakutana na Lia, akasema nisikilize, hebu kaa mbali na maisha yangu, mbona nifuatilia sana mimi, huyu ni baba yangu, hebu kaa mbali, nitakufanya kitu kibaya. Kama msukuma namna hiyo akaondoka, lakini Lia na ukata tamaa, akasema haina shida, hujui litendalo. Sasa baada ya siku nyingi kwa zimepita, mwamba tayari ameshaanza kupata demu mwingine ambaye anaitwa kwa jina la Aduisi, anamshika na mwanamke, leo nataka nini kula bata. Sasa mwamba yuko zake chumbani, ghafla bidada kwa Lydia anaingia, asema Mwenyezi Mungu wabariki hawa, hawajui walifanyalo, maana uzinzi ni vibaya. Akasema mimi kuja kufanya usafi, yani unajua ni mke wangu, mume wangu, yani mume wangu ananifanyia hivi. Sasa bidada kwa amesikia kwamba ameitwa mume wangu, alikasirika, kwa amefungua kama usiba zake, akamwacha bidada ameitwa Lydia pamoja na mama ameitwa Audrey, akasema sasa leo utalipa. Sasa bidada tukifanya vile akampiga na mneo, mwamba akasema Mungu wangu umenifanyia nini? Sasa mwamba ilibidi kimbia na mneo, akasema leo utalipa kwa sababu umemfukuza bidada kwa Aduisi, basi wewe utalipa hii. Mwamba anataka kujipiza kisasi. Je, atafanikiwa? Lakini kumbuka matendo ya namna hiyo sio mazuri, kwa sababu Mungu amesema fanya kile kitu ambacho wote umeridhia. Sasa mwamba akasema sija kufanya kitu kibaya, nitakufanya kitu kibaya siku nyingine sitokuacha, bali nitakufanya kweli kweli. Bidada aliposimama pale na kumwambia alishukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amemwepusha na kitendo hiki cha mateso. Sasa mwamba anakutana na rafiki yake mtwa Ibrahim, anamwambia kuna kitu nataka nimfanyie yule bidada mtwa Lilian mpaka atakimbia kwenye nyumba ile, wewe utaona. Sasa mwamba anamwambia usifanye kitu kibaya kwa sababu hisia hazichezewi. Sasa mwamba amekuja kuoga, ghafla anasikia maji alikuwa anawasha, sema Lilian umenifanyia hivi, sasa subiri utakiona cha mtema kuni, sasa utaona. Sasa nyakati za asubuhi tunaona mzee ambaye anaitwa Mr. William anakunywa chai na kutana na chai kwamba ina sukari kweli kweli ya moto. Sasa ilibidi bidada anatest, asema ina sukari gani? Anatest, asema Mungu wangu, Mwenyezi Mungu, mbona hii chai ina sukari? Sasa mwamba marika Audrey anashuka na mwanamke, asema mzee wangu nishakwambia huyo hajui kupika. Linacheka namna hiyo kwa sababu inajua alichokifanya, asema mimi
unafanya bwana. Sasa wakati anazozana mzee akasema kelele jamani, sitaki kupigwa kelele. Akaamua kusema mama zake na akaondoka zake awaache waweze kuendelea. Akasema siku nyingine nafika pale anajiandaa zake aweze kusapa zake kwa ajili ya kupata mchemishe, sababu nitoa mchemishe. Sasa alisikia kitasa na mnana afunga mlango umerokiwa. Sema yeye Mwenyezi Mungu vipi tena? Anatikisa na mnana Lilian, sasa sawa. Si umeamua kunifanyia hivi, utaona sasa. Alichokifanya Lilian kufunga mlango. Sasa mwamba anatikisa sasa hapa baada ya kuwa amefunguliwa na mtafuta Lilian akamwambia sasa leo utaniambia. Sasa kama vile wanacheza lakini ndio hivyo wako serious. Sasa mwamba ndio hivyo ilikuwa wanacheza, ghafla mlango na unafunguliwa. Mwamba anaitwa Ibrahim amekuja na mzee ambaye anaitwa Mr. William na shangaa. Sema mnafanya nini? Kitu gani mjo mnafanya hiki jamani? Asema hapana baba. Sasa mwamba libidi akae na bidada mtu alini akasema nisikilize, wewe ulikuja kumbadilisha mwanangu. Hebu kaa mbali kabisa usoko kuingia naye kwenye mahusiano sawa? Akasema okay baba, nimekuelewa. Bidada alibidi aondoke zake. Sasa nyakati nyingine inaona mwamba ambaye aitwa Audrey na mke zake amevaa vizuri kabisa kama anaenda kanisani. Sasa hizi ni Biblia anaenda kanisani. Akasema kweli umebadilika? Akasema ndio mimi naenda kanisani. Mwamba anafungua mlango huyo na anasema akasema Mungu wangu kama umebadilisha hiyo vizuri. Sasa mwamba anafika huko na hekaika akasema sasa ningetokaje kwa sababu nisipotoka. Sasa mwamba ambaye aitwa Ibrahim anafika pale vipi? Kwa hiyo una pretend kwamba unaenda kanisani kumbe unaonekana. Sasa ningetokaje kwa sababu nisingetoka pale. Sasa siku nyingine tuna mwamba ambaye anaitwa Adrian amebadilika na ingaji kuona na msaidia bidada ambaye anaitwa Lilian. Sasa pale anamsogelea namna hiyo. Sasa Lilian akasema Mungu wangu ibida aondoke zake kwa sababu anamuona mwamba sio mzuri kabisa. Sasa anaingia chumbani kwa mwamba ambaye anaitwa Adrian, bidada anaitwa Lilian. Anafika pale anamkuta mwamba amekaa amepoa. Akasema vipi? Hebu kaa hapo kitandani kwangu tutazopia. Sema Mwenyezi Mungu mimi siwezi kukaa kwenye kitanda cha mwanaume kwa sababu bado hujaniwa, afu wewe sio mpenzi wangu, kwa hiyo naondoka, wewe wako uende kuniambia mama huyo. Sasa mwamba ilibidi akae na rafiki yake ameitwa Ibrahim, wako napiga story kwambia nisikilize mzee wangu, yani kwa kweli ndio amebadilika. Sasa mama alipofika pale akamwambia vipi? Akasema baba nataka nimuoe bidada mtu alili. Anasema hongera sana kama umebadilika, lakini rafiki yake ameitwa Ibrahim anajua kwamba hii ni game ambayo mwamba ameitwa Adrian anataka kuicheza. Anamwambia usicheze na hisia za watu, unajua kama ikitokea kukupenda kuaje. Akamwambia hapana, nitakuonyesha mambo tutakufanya. Sasa mwamba ndio hivyo ashaanza taratibu kumweka vizuri bidada mtu Lilian kwenye mahusiano. Mwamba anakwenda na pretend anamwambia ujue mimi nakupenda kabisa. Sasa bidada naye anakwepa namna hiyo ndio kaza kwa sababu ni bidada wa imani. Alipofika huku hii bidada piga magoti aombe, Mwenyezi Mungu naomba niondole kabisa hizi hisia mbaya. Sasa bidada amekaa na Mr. William wako napiga story. Nashukuru sana naona mtoto wangu amebadilika, naomba shukrani sasa. Sasa mwamba hapa yuko na bidada mtu Lilian anasema nisikilize, mimi nimeamua kubadilika na kupenda sana mpaka sasa nitaenda. Sema kweli Mwenyezi Mungu kama umebadilika, Mwenyezi Mungu naomba ubadilishe kabisa. Akaamua kumshika mikono akamwambia kama umeona tuende wote kanisani basi mimi na wewe tutakuwa vizuri. Sasa mwamba ndio hivyo anashika Biblia na sali na bidada ambaye tualia anaingia chumbani kwake kwa ajili ya kuweza kupiga maombi. Akasema Mwenyezi Mungu bariki, amina. Ibidi akae mpaka kitandani pale. Kumbuka mwanzo alikataa kama hawezi kukaa kwa kitanda cha mwanaume, lakini leo amekaa. Sasa ndio hivyo ujue kwamba watu wana imani. Sasa siku nyingine inaonekana mzee anatoka kazini na mkuta mwanae amekaa pale. Vipi mbona umevaa hivyo? Akasema baba nataka niende kanisani na msubiri bidada tualia. Akasema okay sawa, safari njema. Sasa bidada Lydia ndio hivyo ameshajiandaa anatoka kazi. Sema sasa mbona umevaa hivyo? Yaani kabisa uone mimi nilivyopendeza. Hebu tuende kwa shopping, nataka kununua vitu. Sema shopping nisikilize, weka Biblia hapa tuende shopping. Sasa walibidi wachukuane waende shopping na wameshatoka shopping hapa. Bidada amenunua viwaro fulani vizuri. Sasa mwamba naye anasimama namna hiyo anafungua vishikizo taratibu. Akamwambia umeona? Sema Mwenyezi Mungu nisikilize. Haya mama sema hapana nisikilize, mimi najua nakupenda sana. Sasa bidada anatetemeka na anasema Mungu wangu ili pepo lishindwe, ilibidi afungue mlango kwa ameondoka zake kwa sababu hili ni kitu ambacho bidada hapendi kabisa. Anakuambia alipofika chumbani kwake huku moyo unakimbia kabisa. Sema Mwenyezi Mungu naomba niomtoshie kikombe cha mateso kwa sababu ni vitu ambavyo sio vizuri. Sasa ghafla anasikia mlango unagongwa, ilibidi afungue taratibu aweze kujua kwamba nani alikuwa ametoa mizigo yake ambayo alikuwa ametoa kununua kule. Sasa siku nyingine tunaona bidada ambaye aitwa Lilian yuko zake jikoni. Mwamba ambaye aitwa Audrey anakuja taratibu anamunyatia, akamshika hiyo ghafla akawa amempaka vitu usoni. Akasema samahani umenistua. Sasa bidada ndio tofauti ambao aweze kumfuta namna hiyo, anamfuta namna hiyo. Sasa mwamba naye ndio hivyo hisia zinampeleka ambaye sema usinishike bwana, sitaki unanishika hivyo. Akasema hapana, unajua mimi nakupenda bwana, usijali. Sasa mwamba alibidi aendelee kufuta lakini angalia anamshika kiuno fulani. Sasa mshikaji kama ameomba kwamba hebu naomba basi niweze kukupiga takisi. Bidada akawa amekubali taratibu na mwamba akawa amempiga kisi kidogo. Sasa siku nyingine bidada yuko zake chumbani anapigia simu, mwamba apokee simu. Na bidada hakai anazunguka, inaonekana taratibu ameanza kuingia kwenye mfumo. Sasa mwamba alikuwa Audrey na anaingia namna hiyo, anakushangana kumbatiwa namna hiyo. Akasema niko na mashaka na wewe, usimu upokee, sio ulikuwa wapi? Akasema usijali. Sasa mwamba naye akasema okay sawa. Sasa ilibidi aende kwa baba yake ambaye alikuwa Mr. William ili kuweza kumwambia kwamba baba mimi umeniita. Sasa baba anamkabidhi nyakara, anamwambia hizi ni nyakara za nyumba pamoja na urithi kwa sababu umeshaniahidi kwamba unaenda kumuoa bidada kwa Lilian. Akasema kweli baba? Ndio hivyo.
Mamba alifurahi kweli kweli, akawa amemkumatia baba, lakini inaonekana ni plani yake. Akawa amesema sasa naingia zake chumbani, afurahi kusema plani yangu imetiki ya kwanza, sasa hapa ni kuchapa chapa chapa. Akawa amefurahi kweli kweli. Sasa bidada mtu alida anaingia chumbani kwa mamba ambaye anaitwa Adrian Merara. Alifika pale, wewe Adrian, hebu amka. Sasa mama anamshika na mwanaume anamvutia kitandani. Akasema ujue bwana, mimi nakupenda sana. Akasema hapana, lakini ukumbuke mimi bado hujafunga ndoa. Hebu lala hapa kifuani. Bidada akamlala kwenye kifua, akawa anafurahi. Sasa nyakati za asubuhi zinafika pale, mzee anaamka zake kwa ajili ya kupata chai, lakini anashangaa mbona chai hamna. Anachokifanya kuingia chumbani kule, sema mwambie mzee, hebu taratibu sasa Merara. Sasa mzee bidada afike pale amwambie vipi. Sasa bidada ndio hivyo anaamka baada ya kuwa ametoka usingizi, ambia vipi, sema Mungu wangu nimechelewa, inabidi nikaandae chai kwa ajili ya babaka. Sema usijali, nimeshaongea na babangu, kuhusu chai ameshaondoka. Sasa mwamba yuko pale anakaa na bidada anaitwa Eliani, wanafurahi kwa sababu Eliani ameshaamini kwamba mwamba anampenda. Wanakwambia jikoni wako wote, ndivyo mapenzi yanahitaji, kwa sababu relation bwana ni skills ambazo wanaume inabidi tusitumie. Sasa mwamba tayari ameshaingiza kwenye mfumo kwa bidada ambaye anaitwa Lilian, na Lilian muda wote ana furaha akiwa anaamini kwamba mwamba bado Adrian anampenda. Lakini kumbuka Adrian yeye anafanya hiki kitu kwa ajili ya kuweza kuingiza kwenye mfumo. Sasa bidada mwamba ambaye anaitwa Brani ilibidi akae na mzee, akamwambia mzee, nisikilize, huyu jamaa tu Auden anamchezea tu, anataka chezea hisia zake afu then amwache. Hampendi kabisa, yeye anahitaji kumiliki vitu. Sasa mwamba tu Auden anashuka na maneno, mzee anampiga kibao na maneno kwamba mbavu kabisa, wewe una akili. Kwa hiyo unachezea hisia za mwanamke, si ndio hivyo? Kwa hiyo unataka kwamba unidanganye mimi unampenda kumbe humpendi ili nikumiliki kila kitu. Sasa mwamba akasema kwa hiyo rafiki yangu mama kunisaiti. Sasa nisikilize, ukimfanya kitu kibaya chochote kama ukimtenda nitakufanya kitu kibaya, hebu ondoka hapo. Sasa mwamba alifika zake huku chumbani ana mawazo kweli kweli. Sasa wakati amekaa pale kasikia mlango unagonga, ilibidi arudishe vinywaji, akawa amelala zake kama vile hana chochote. Sasa bidada mtu Lilian anaingia pale kwa ajili ya kwenda kumwangalia, sababu anaamini kwamba yashakuwa mpenzi wake na wale wote wanapendana. Jamaa mama alijifanya kabisa kama vile anauma, nasikia kuchemka. Sasa wakati amekaa pale, mama anamshika anamwambia, hebu njoo basi unialie kifuani, maana nimekumisi mama, hebu njoo. Anakuambia unajua watu wanaopendana kama mnapendana tu ni simple tu, ende clear. Sasa bidada alikaa pale hata kama hataki, lakini ndio hivyo mwamba akawa amemweka kwenye mfumo. Sasa kilichofuata sasa hapa ni nyakati za usiku, walienda kucheza ile kwichi. Sasa mwamba inaonekana tayari ameshakula vitu vyake, ana furaha kweli kweli, anamtazama mtoto ambavyo anang'aa, anapendeza mtoto shape kweli kweli. Sasa muda kidogo umepita, mwamba anaamka zake asubuhi, anashikana mwanao anasema vipi, mbona kama vile hayupo? Kumbe bidada alikuwa ameshaamka zake. Sasa mzee naye anaamka kama kawaida yake na kuja pale kwa ajili ya kukaa pale aweze kusubiria chai, kwa maana bidada alikuwa tabia yake na ni ratiba, wakati za asubuhi zote anaandaa chai, wanakunywa kwa pamoja. Na mambo Adrian yeye anaamka pale, anafika pale, vipi mbona chai hamna? Sema sijui yuko wapi sasa, kwa sababu nilikuwa nimelala, lakini ameamka asubuhi kama ndoka. Sema sasa sasa kwa sababu umeondoka ibidi mzee aondoke. Sasa mwamba ameitwa Adrian, ibidi akaenda rafiki yake ameitwa Brian, akasema simuoni, nimeamka asubuhi nimelala naye, lakini ndio hivyo sijui ameenda wapi. Sasa ibidi aseme hebu ngoja tumtafute. Ibidi uanze msako chumba kwa chumba, sehemu yote ambao naamini kwamba yupo. Sasa mwamba anaingia chumbani kwake, tayari ameshamkosa bila ameitwa Lilian. Sasa mwamba ana mawazo kweli kweli. Sasa wakati rafiki yake Brian anakutana na barua ambayo ilikuwa pale kwenye kitanda cha mwamba ambaye anaitwa Adrian, ibidi achukue barua ile baada ya kuwa amesoma akampatia. Kumbe ilikuwa ni barua ya bidada ameitwa Lilian, anakuwa ameiacha kwamba mimi nimeamua kuondoka kwa sababu nimeamini kwamba wao hunipendi, bado unaamua kunichezea. Mwamba ameitwa Adrian anakuambia mapenzi yalimtesa, alikaa mtu ambaye alikuwa na kwamba alishaanza kumpenda, lakini yeye alienda kama vile anaenda kumchezea hisia. Na baba yake anakuja chumbani kwake, anamkuta mwamba ameitwa Adrian amekaa, akamwambia baba, nawaza kuhusu zile nyakala, kwa sababu niko na nyakala zote za ulisi wangu, sasa itakuwaje? Akasema okay sawa, nilifanyia kazi. Akamwambia mwamba hana taraha, rafiki yake mtu Brian anakuja, mbona vipi, sio sema umpendi unamchezea tu kama Brian, vipi? Sema hebu toa kelele bwana, unapiga kelele sasa. Sasa mwamba anaitwa Adrian yuko tena kwa baba yake, anamwambia baba, vipi umefikia wapi? Hujaenda hata polisi? Hebu nenda basi hata polisi tuweze kupata zile nyakala za ulisi. Sasa baba, mimi nitaishije? Unajua ushanipa ulisi, lakini ndio hivyo ameshachukua nyaraka Lilian, naomba unisaidie bwana. Sababu baba nikisema ndio hicho tu. Sasa mwanangu subiri basi tafuatilia. Sasa mwamba mawazo anampeleka mbali kwa sababu ni bidada ambaye kidogo alikuwa anampenda. Sasa siku nyingine mwamba anaamka zake asubuhi, anasema baba, naenda zangu polisi kwa ajili kufuatilia. Kufanya nini? Naenda kumfuatilia, hebu njoo hapa ukae. Sasa mwamba ilibidi aitwe na baba yake aweze kukaa, na baba anamkabidhi zile nyaraka ambazo Lilian alikuwa ameondoka. Akamwambia nyaraka ndio hizi hapa, si ndio uliko nitafuta, nimeenda polisi wamenipatia, na acha nao usimtafute. Sasa mwamba yuko zake chumbani anawaza, anachukua simu na kumpigia bidada kwa watu wa Lilian, hapatikani. Yeye plan yake ilikuwa kwamba aweze kuchezea hisia zake, lakini kumbe yeye ndio amekuja kuchezewa hisia. Nakumbuka moment fulani ambazo alikuwa anamwona bidada kwa Lilian, bidada ametoka kweli, anamwambia siku ile kanisani, anasema okay sawa. Bidada anakumbuka mambo fulani ambayo walikuwa wanafanya, anakuambia mapenzi ni moment. Sasa ilibidi ampigie rafiki yake ametwa Brian aje kumwangalia rafiki yake ambaye
anaitwa Adrian, kwa sababu alikuwa amekaa kama siku 2 siku 3 hivi hajafungua mlango, na mwamba ibitwa Adrian ibidi apande kule juu kaje kumwangalia. Sasa ghafla anashuka mbea, mzee, yani mlango amefunga kabisa, inaonekana ni hatari. Akasema hapana, mimi najua hizo ni hisia na mapenzi yanamtesa, ilibidi apande hivyo. Akasema kavunje mlango. Sasa mwamba inaonekana kabisa yuko vizuri, anapiga story, anakuambia yani kwa kweli bidada yule niko nampenda. Sasa ghafla bidada mtoka Edwin na anaingia hapa, anakuambia kipenzi changu anasema vipi nini kwamba unaitaka Kwambia mpenzi wangu, je, mimi nakupenda kabisa, kwamba mbavu ni kutoka huko ndani. Nakwambia mwamba hata hampendi bidada yote, hata Dwayne ambaye alikuwa anaamini kwamba anampenda alimfukuza kama mbwa. Sasa hapa ndipo mwamba aliamua kufanya kumtafuta bidada mtoka Ria, yani wakawa anamwambia kwamba nisikilize mzee wangu, unajua mimi niamua kuondoka sababu siku ile nilisikia mlikuwa mnagombana, kwamba huyu aliwaambia kwamba wakati ile mnagombana kuhusiana na mimi nilikuja kusikia zile sote ambao mnagombana kwamba anataka kunichezea mimi afu then aweze kuniacha. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinipelekea niamue kuondoka zangu. Kwa hiyo mimi sina mpenzi, bali ni kwa sababu nilisikia maneno hayo. Sasa mwamba ilibidi piga magoti pale kwa ajili ya kuomba msamaha bidada mtoka Ria, na kwamba nisikilize, najua nilikosea sana kweli, nilikuwa nataka kufanya hivyo, lakini nimekupenda, sina namna yote, naomba unisamehe, turudiane mimi na wewe. Sasa bidada mtoka Ria naye alisimama pale akawa amekubali, akasema haina shida, mimi nakupenda sana, naomba uweze kunioa kwa sababu nimekupenda na mimi pia. Sasa mwamba ambaye aitwa Adrian kutoka kwenye kuchezea hisia, yeye amechezewa, lakini wamekuja kurudiana na kwa wamependana, na mzee ambaye aitwa Mr. William akawa amefurahi kinoma noma. Na hapa ndipo tunagonga besera, kwa maana mwisho mwamba ambaye aitwa Adrian alikuwa anachezea hisia bidada mtoka Ria, lakini amekuja kujikuta amempenda. Je, kitu gani mmevuta katika mzigo huu? Dondosha komenti, utakuwa umetisha kinoma noma. Mimi ndi Brad King, bye bye.